amwaminie Yesu hahukumiwi. Sio kwamba tangu mwanzo alikuwa hahukumiwi. Mwanzo kabla ya kumwamini Anania alikuwa amekwisha hukumiwa. Alihukumiwa kama wengine. Tangu kabla ya kumwamini Yesu alihukumiwa na yeye alihukumiwa, alikuwa na hatia mbele za Mungu. Hukumu ya hapa nayotaka kuizungumza ni ile ya kuwa na hatia mbele za Mungu. Kwamba mtu ambaye amemkataa Yesu amekuwa na hatia mbele za Mungu. Amehesabiwa kuwa na hatia kwa sababu ya hatia iliyoletwa na dhambi. Anastahili, yuko ndani ya hukumu kabisa, wala hawezi kupona hukumu. Ni hukumu gani? Ni hukumu ya rohoni. Ni kifungo ambacho mtu asiyotoka anafungwa rohoni. Na vile nikwambie, hakuna kifungo chochote ambacho hakina hakimu wa kuhukumu. Ukiona pana kifungo, ujue pana hakimu wa hukumu. Ukiona pana kifungo, ujue pana hukumu imesomwa. Na kama hakimu yupo, ujue alisoma hukumu siku moja. Lakini kile kifungo kimemfunga huyo mtu. Hawezi kujiondoa. Hawezi kujitoa chini ya shetani. Ni lazima yule mhukumu awe chini yake. Na kwa sababu kwa chini yake hawezi kuwa huru. Na ili awe huru lazima atoke kifungoni. Anatokeza kifungoni, lazima atokee wakili mwema, wakili mtetezi wa kumtetea. Atokee wakili mwenye kumtetea yule mfungwa, ili anamtetee, amtoe kwenye kifungo, amtoe kwenye gereza. Kama hayupo wakili, atakaa kifungoni hadi milele yote. Lakini akili akitokea, anakuja kumtetea. Akija kumtetea, anamtoa kifungoni. Ndio maana tumempata wakili mzuri, anaitwa Yesu Kristo, mwenye kututetea. Yeye ndiye anayesimama atutetee mbele ya mshtaki shetani, mbele aliyetufunga mara kwanza. Atutetea kwa kutuondolea dhambi. Anatuondoleaje dhambi? Yeye mwenyewe anaichukua dhambi yetu. Amen. Haleluya. Haleluya. Anaichukua dhambi yetu. Akichukua dhambi yetu, tunabaki hatuna dhambi. Haleluya. Haleluya. Tunabaki hatuna nini? Dhambi. Hatuna dhambi. Kwa nini? Ameichukua dhambi yetu. Mtetezi wetu amekuja kutetea. Wakili mwema amesimama badala yetu mbele za hukumu. Sisi sasa, mtu baada ya kuokoka anatubu dhambi. Mtu akisha tubu dhambi, ile toba yake inasababisha Yesu aiondoe